yako ni betro. Huwezi muelewa Mungu anachoongea. Yaani kuna wakati unafika hatua unatembea, Mungu anakuambia usipite hii njia na uelewi. Usipite hii njia, kuna mtu anakuja atakukwaza. Wewe unazidi kwenda tu sababu umsikii Mungu. Uwepo wa Mungu haumo ndani yako. Alafu niangalie. Alafu watu wa Mungu, yaani unataka kutembea na Mungu, sio mpaka ufunge miaka 10. Yaani Mungu hata kama umeokoka leo, ukisema kuanzia leo popote nitakapokuwa, uwepo wa Mungu sitaupoteza. Nitahakikisha Mungu anajumo ndani yangu kila mahali ninapokwenda. Uwepo wa Mungu utakujali ikiwa ukiwa kwenye shughuli zako, mweka bongo flavor, pantuka tu. Unamsikiza Diamond, unataka Mungu aseme na wewe. Kwenye mazingira gani? Mazingira gani Mungu aongee na wewe? Unachokisikiliza ni kitu ambacho hata yaani hakina hata maana. Yaani Mungu ataongeaje na wewe ikiwa ukitoka hapa una shoga yako fulani mkikutana, yaani ni umbea, mtaongea, unajua vile binti anifanya, anajishaua, sina nini, kaikwenda karudi. Mungu ataongea na wewe saa ngapi? Hautaelewa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. So, Mungu akanipa somo akaniambia, mwana waambie watu wa Kakonko, ninatamani sana kuwasemesha vitu vingi, lakini hawanisikii. Kwa sababu mahusiano yao na mimi ni beti roho. Watu wengi sana ni beti roho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nisikilize. Kilichomfanya shetani aende bustani ya Edeni. Nisikilize. Kilichomfanya shetani amfuate Adam na Hawa katika bustani ya Edeni, alikuwa hajaenda kuangalia wanyama wapoje, dunia ipoje, nini ipoje. Alichokuwa kimemfuata kule ni kuvuruga uhusiano kati ya Mungu na Adamu. Nisikilize. Katika kitu ambacho shetani anapambana nacho kila itwapo leo ni kuzuia watu wasiwe na mahusiano na nani? Na Mungu. Nisikilize. Niangalie mbele hapa, niangalie. Shetani hata kuzuia usiimbe. Utaimba hapa, utaimba. Utacheza mpaka na ngozi toke kama Daudi. Shetani hata kuzuia usihubiri, atakuacha. Lakini atakachokizuia kwako ni mahusiano yako na Mungu. Hiki ndicho tena napambana nacho kila leo. Ndio vita yake na mwanadamu aliyejiita ameokoka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana kuna wakati ambao unaweza upo unaimba hapa, unaimba kwa, lakini unachokiwaza kwenye akili yako ni nje kabisa na kile ambacho unakifanya kwa madhabahu. Najua unanielewa. Amen. Najua unanielewa. Amen. Kuna kama uko bila kupiga step kwa sababu miguu imeshakalili. Ukifika hapa stage inabadilika na kweli. Kwa mwili umeshakalili kwa hii step ni hivi, lakini anachokifikiria yani yuko mbali huko. Hiyo ndio kazi ya shetani ambayo anapambana nao sana. Ndio maana kuna mtu anaweza kaa yuko hapa, nipo na ubiri, lakini anachokiwaza yani yupo nyumbani, ameshafika si mto gani kule, si yuko mashamba, yani anawaza mbali huko. Nisikilize. Shetani hata kuzuia usije kanisani, hata kuruhusu uje. Maana ajua akipambana na wewe mpaka kuzuia usije kanisani, utashtuka. Nisikilize. Shetani hata kuzuia usifanye huduma. Yaani
Utafanya huduma hapa, utafanya huduma, lakini atakachokifanya utakuwa unafanya huduma, lakini huduma unayofanya na kile ambacho kipo kwenye mawazo yako ni tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anaelewa vizuri? Kuna mtu anipata? Haleluya. Haleluya. Amen. Ili kuna wakati ambao unatakiwa hata ukiwa, nisikilize, mimi sijawahi kutembea sehemu alafu yeye nilipo tangu nilipotambua ya kwamba ninapaswa kuhusiana na Mungu, na Mungu huwa anatamani aongee na mimi kila wakati. Ndio maana juzi nikamwambia mimi kila ninapokwenda siwezi nikatembea bila kalamu. Mimi kama sina kalamu, nina simu ina diary. Mimi kesi yangu ina diary, sehemu ya kuandika, kwa sababu najua muda wote Mungu ataniongelesha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi napokuwa, kwa sababu nimekatambua kuwa napaswa kuhusiana na Mungu. Yaani hata kama nipo natembea barabarani, yaani kama sipo nasikiliza wimbo kwenye simu, nipo kwenye prayer. Natembea nipo na mimi kwa wimbo shata babatiaso. Isuma na makataba. Dari sika aima. Kwa sababu ninataka mahusiano yangu na Mungu yasiende mbali. Kuna siku ambapo ulikuja kuomba hapa, Mungu, ninaomba mtaji. Wakati unatoka hapo unaondoka, Mungu akaanza kusema na wewe, nenda kwa mtu fulani, nenda kwa mtu fulani. Inakuja wazo unachukulia kawaida. Unajua mawazo gani haya toka. Kumbe ndio majibu Mungu anakupa. Kuna siku ulikuwa na changamoto fulani, upo unatembea, halafu kuna mawazo yanakuja kwako, unasikia mawazo fulani, nenda fanya hiki, unapuzia. Kumbe ndio Mungu anaachilia majibu. Ndio maana juzi nikasema hapa, kila ombi ambalo unaliomba mbele za Mungu hapa, Mungu huwa anakujibu. Changamoto ni kwamba uelewi Mungu anakujibuje. Hapo ndio kuna changamoto ya watu wengi kabisa. Amesema niite. Sikiza, Mungu waga hajipingaji hata siku hii. Mungu hajipingaji hata siku moja. Amesema niite nami nitaitika. Lazima aitike. Amesema ombeni nani mtapewa. Hawezi kusema omba afu aseme na kunyima. Mungu hayuko hivyo. Sema kuna mazingira ambayo Mungu huwa anakupa majibu yako na uelewi. Na ndio maana juzi nikanafuta hapa somo la ulimwengu, kuufahamu ulimwengu wa roho. Watu ambao mkoepo shauri yenu. Lakini kama ulinielewa siku ile, kama ulinielewa. Nini kama ulinielewa? Chochote ambacho unamwambia Bwana Mungu huwa anakifanya. Lakini changamoto ni kwamba watu hawaelewi Mungu huwa anaongeaje na wao. Mimi kila wazo ambalo linakuja kwenye akili yangu, nikalipima nikaona hili ni jema, huwa naliandika. Nikifika sasa Mungu, hii ulikuwa unasema wewe au ni mawazo tu ya kwako? Bwana akinipa amani na hilo na kwenda nalo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana hata kwenye mambo ambayo huwa anafanya makongamano ambao huwa naandaa huko, yaani shetani yengeje, lakini mambo ambayo huwa anafanya, mimi napenda sana kumsikiliza Mungu anasemaje. Haleluya. Amen. Mungu nikisha sikia kwa nikati huyu ni Mungu anasema nani, hata kama ni jambo gumu kiasi gani naliendea. Wakati naanza kuandaa makongamano Dodoma ya mikesha ya uamsho, nilikuwa siku ya kwanza niliposikia wazo, nikafikiria, Bwana akaniambia nataka uandae kongamano la kwanza, nataka nitakuletea watu. Nikaa na waza ninafanyaje? Inatakiwa nipate pesa ya kukusanya watu, yaani
kusafirisha watu vioni hiyo vikopa Dodoma vipo vingi vya kutosha pale. Itakaa nipate pesa ya kusafirisha watu. Kwa sababu tabia ya wanafunzi wengi, wanafunzi huko yaani huwa wanapenda vitu vya bure. Amen. Wengi wanapenda vitu vya bure. Kwa akisikia, na ndio maana makanisa wanavyuo wengi wakifika vioni, jambo la kwanza ambalo anaangalia ni kanisa gani ambalo huwa linaagiza gari kwenda kuchukua wanafunzi na kuwapeleka kanisani. Wengi wanaangalia hicho. Bwana sifiwe. Amen. Kuna makanisa ambayo kila siku yanatoa gari, yaani yanalipia wanafunzi, yanachukua kutoka vioni, yanapeleka kanisani kwao, yanarudisha bure kabisa. Mimi nilipofika Dodoma, Bwana sifiwe. Amen. Nilipofika wapi? Dodoma. Sijajua, yani mimi ndo naichukulia hivyo. Sijajua wengine. Sisemi kwamba wanafanya dhambi. Amen. Lakini mimi Mungu amenifundisha kumtumikia Mungu kwa gharama. Yaani mimi nimejifunza kumtumikia Mungu kwa gharama zangu. Yaani nimtumikie Mungu kwa, yaani unajua kuna jambo ambavyo usipolipa gharama yaani uone kama unamtumikia Mungu. Yaani kama kitu wako ni actually kinaenda. Uwezi uona kwanza baraka za Mungu. Mimi nikasema hivi, nimefika Dodoma, sitaenda kusali kwenye kanisa ambalo linaagiza gari kuchukua wanafunzi. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu nitaendaje? Yani nimekaa tu, nifike tu niimbe, afu wakati mwingine ukuja hata huna hata huduma yote unaifanya kanisani. Unapokuwa unakaa unasikiliza, unapanda gari unaondoka bure. Mimi napenda kulipa gharama. Mimi kila siku kwa sababu ninaposali huaga natumia shilingi 5,000 nauli. Kila siku Jumapili. Na pesa yangu mimi, yaani kwanza nikope kwa mtu yule, bro, nisaidie 5,000 niende kanisani nitakurudishia baadaye. Mimi napenda kulipa gharama. Bwana sifiwe. Amen. Yaani my friend, usipende kumtumikia Mungu kiaction hivi, yaani kisimple simple. Wametangaza mchango hapa, unasubiria mchango mpaka uishe, wewe ndio unasema na unajiingiza huko ndani. Baada ya mchango kuisha. Wasema mchango wa kanisa, tunataka kanisa mpaka kanisa inasimama inakuwa kabisa inasimama. Hata 100 hujatoa. Hapo nataka Mungu akubariki. Mungu anaanzaje wewe? Mungu alipo hivyo. Amen. Mungu alipo hivyo. Umetangaza mchango kwenye kwaya. Tunanunua labda flash au tununua kinanda kwaya. Wewe unategea usubirie ile muda umeisha, muda wa mchango umeisha, kinanda kimekuja, tena ndio unakuwa kwanza siku ya uzinduzi hapa. Unakuwa kwanza kusimama naona haujatoa chochote. My friend, baraka za Mungu weziona. Ukiona watu kama bro pale ambaye amesimama hapa akasema ninataka nitatoa kwa, unafikiri Mungu atamwacha? Kama tumekifanya, Mungu hawezi kumwacha. Hawezi kumwacha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mimi Mungu amenifundisha kumtumikia kwa gharama. Sitaki mimi kumtumikia Mungu kinyanyanya. Hapana. Ukimtumikia simple baraka, huwezi kuona baraka za Mungu. Yaani utaisha kusikiliza wengine kupigia makofi wengine. Anafika anasema namshukuru Mungu nimenunua gari. Namshukuru Mungu nimepata kazi tena nzuri, mshahara mzuri. Utaisha kupigia makofi wengine. Kama utaki kulipa gharama za kumtumikia Mungu, my friend, mimi waga sinaga injili ya njoji, ya keki, yani ya kufanya yani ngine kama yani ndio ushafika yani mbinguni. Mimi najua kuwa baraka za Mungu huwa zinatafutwa kwa gharama. Baraka za Mungu hazijagi hivi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana ni ajabu sana ikiwa mpaka mwaka unaisha, vijana wote mlioko hapa wote kabisa wote alafu pastor
anavaa suti kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 6, suti ile ile. Halafu kuna vijana kama hao wote. Tawashangaa sana. Hata Mungu atawashangaa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mimi tu kanisani kwetu. Juzi nimemshonea pastor wangu suti. Mimi mwenyewe. Na mama mchungaji nikamwambia vitenge zile pande 3 zile. Juzi juma ngapi, wiki iliyopita. Wiki iliyopita nimemshonea chia wangu wa kasfeta suti. Wiki iliyopita tu. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Full suti nimemshonea. Watu wa Mungu, baraka za Mungu zinatafutwa. Yaani utaishia kunyong'onyea hivyo. Utaishia kupigia makofi wengine kama usipoamua kulipa gharama. Yaani kuna wakati inabidi wao ujinyime wapi watumishi wa Mungu. Alafu uone Mungu atakavyotenda kwako. Haleluya. Amen. Mimi sijaifanya kitu kwa Mungu kwa kujitoa kabisa. Yaani nisikilize. Mimi waga naamini sadaka ambayo inaniumizaga hiyo ndio ina baraka. Yaani kama bado hujatoa sadaka ambayo wewe mwenyewe ukitoa unaanza kuwaza, kwa nini nimetoa sadaka hii? Yaani ile ndio ina baraka. Acha watu wote ndio kudanganya kwamba sijui ukitoa sadaka halafu kaanza kunungunika eti Mungu aipokee. Wewe Mungu anaipokea vizuri. Tena sadaka ambayo itauma moyo wako. Yaani kuna wakati mimi huwa natoa sadaka mpaka naanza kwa nini nimetoa hii sadaka hii? Nimetoa fedha nyingi sana hivi. Lakini hiyo baadaye ndio naanza kuona baraka zinamiminika kwangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngoja nikupe. Okay. Unaona hii simu nayotumia kurekodi. Hii inaitwa Google Pixel. Hii simu ukiingia dukani ni $600. Laki ngapi? 6. Yaani mpya ni $600. Hii simu dukani. Lakini hii simu nimebarikiwa wiki iliyopita. Viongozi wangu ambao nipo nao kwenye huduma wamenibariki hii simu. Amina. Pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na sikuwaomba ila wamenibariki simu. Ni kwa sababu kuna kitu wanafanya kwa Mungu. Kuna mambo wanajitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Yaani kuna wakati ambao unatoa kitu mimi nakihitaji